Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Masiku haya yanaitwa masiku ya Al-Fatimiyya, masiku ya istishhadi ya Sayyida Fatima, binti pekee na mtoto pekee wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali aliyebaki hai. Sasa huyu mtoto amefariki. Haya ni masiku ya kufariki kwake, kuondoka kwake duniani kidhulma aliyofanyiwa na uongozi wa kuiba wa siku zile. Sasa ni Sayyida Fatima Zahra tunataka kumwongelea leo kupitia hadithi ambayo inatoka kwa Sheikh As-Saduq moja kwa moja kupitia Jabir bin Abdullah Al-Ansari kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali, akimwambia Alimamu Ali alayhi salam kabla mautihi bithalath, kabla ya kufariki kwa Mtume Muhammad kwa siku tatu kabla hajafariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali, anaongea vitu vya msingi sana. Anasemaje? Akimwambia Imamu Ali, anasema fa an qaribin yanhaddu ruknaka, ewe Ali, karibu sana, muda sio mwingi, rukuni zako mbili zitainhad, yani zitaondoka. Falamma qubida Rasulullah, sasa baada ya kuondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, falamma qubida, Mtume Muhammad alipofariki dunia, qala Ali, Imam Ali alisema, hadha ahadu ruknai, hii ni rukuni yangu ya kwanza, moja ya rukuni zangu mbili. Hadha ahadu ruknai, ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sasa ndio tukafahamu kwamba rukuni ya kwanza alikuwa nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Falamma matat Fatima, alipofariki Fatima, qala, alisema Imam Ali alayhi salam, hadha ruknu thani, hii ndiyo rukuni ya pili, kitu kizito cha kinamondokea Al-Imam Ali alayhi salam. Nini maana ya rukuni? Kwa Sayyida Fatima ni rukuni kama ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ni rukuni. Katika aya au awi ila rukunin shadid, au niende nijikinge na kizingiti kizito, kitu kizito, rukun shadid. Rukun katika kilugha ni ashay'ul qawi, kitu ambacho ni kigumu, kitu chenye nguvu. Kama nyumba inakuwa na rukun, inakuwa na msingi mzito, nguzo ambayo ni nzito, inakuwa inalinda ile nyumba, tunaweza kuita ni rukun. Unaona? Tunaweza kusema kwamba alladhi la badila lahu, kitu ambacho hakina mbadala, kikiondoka jengo lote yanhar, albaytu kulluhu yanhar, nyumba yote inadondoka, inaondoka. Kama kifiki, tuone kifiki sasa, labda tunaweza tukapata uwazi zaidi kupitia masala ya kifiki. Fiqhi katika mambo ya swala tuna wajibat as-sala. Wajibatu as-sala tunaweza tukazigawa sehemu kuu mbili. Tuna alwajibatu rukniya na tuna alwajibatu ghairu rukniya. Tuna vitu ambavyo ni wajibu kuvifanya katika sala, lakini wajibu hizo kuna ambazo ni rukni na kuna ambazo sio rukni. Zile ambazo ni rukni maana yake nini? Ni zile ambazo tabtulu as-sala, sala inabatilika bitarkihi amdan au sahwan. Ukiziacha hivyo vitu, ukiviacha tu, sala nzima tanharu as-sala, sala tabtul wa tafsud, sala inabatilika na inafisidika, hakuna sala hapo. Kwa hakuna nyumba kama rukuni haipo, hakuna nyumba, hamna sala. Ama alwajibatu ghairu rukniya, wajibati za sala ambazo sio rukuni, zile ambazo la tabtul bitarkihi sahwan, sala haibatiliki kwa kuziacha hizo wajibati kwa kusahau. Kwa sababu ni nini? Sio wajibatu rukunia, sio rukuni. Kwa hiyo rukuni maana yake nini? Ni kitu ambacho hakina mbadala, la badila lahu, la badila, alladhi la badila lahu, hakina mbadala, kikiondoka kimeondoka maasalam, kimeisha. Sasa Sayyida Fatima na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali, ndio Imam Ali akasema, Mtume Muhammad akasema fa an qarib yanhaddu ruknaka, zitaondoka rukuni zako mbili,
zitaondoka, ambaye ni Muhammad na Sayyida Fatima. Hivyo Fatima ni rukunun, Fatima rukunun, Fatima ni rukun. Sasa watu wanaimba arkanul Islam, kwa hiyo inabidi arkanul Islam awe ni Sayyida Fatima na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Hawa ndio arkanus al-Islam, ndio dini imejengeka na hivi vitu. Sasa ndo maana Sayyida Fatima salamullahi alaiha, kwa sababu yeye ndio barzakh baina ya utume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi na al-Imam Ali, kwa sababu yeye ndio basema ruknaka anta ya Ali. Kwa Ali ni nani? Anawakilisha uimam, al-imama. Kwa hiyo kuna barzakh kati ya imama na utume ambao ni nani? Ni Sayyida Fatima salamullahi alaiha. Ndio barzakh, ndio mtukati, ndio kitu cha kati kinalinda hivi vitu viwili. Kwa hiyo akiondoka hiki kitu rukuni ya katikati kiondoka, manake hakuna uimamu wala hakuna utume, ndio manake. Sasa huyu Fatima salamullahi alaiha ndiye aliutetea uimam wa Ahlul Bait alayhimus salam kuanzia kwa Imam Ali alayhi salam, na ndio maana alitoa tadhhiya ya mtoto wake Muhsin janin, ambayo kidhulma ilidondoka ile janin, mtoto Muhsin mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ambayo ilikuwa ni tadhhiya kubwa sana. Mtu asikuambie mwanamke akiwa ni mjamzito hamna kitu ambacho anakithamini zaidi ya mtoto wake, zaidi ya mtoto wake aliye hasa katika tumbo lake. Ni kitu ambacho hakuna kitu anakithamini zaidi ya yule mtoto, hakuna. Kwa hiyo kuondoka kwa huyu mtoto ikiwa ni tadhhiya ya Sayyida Fatima kutetea uimam, difaan anil imam, ilikuwa ni kitu kikubwa sana na kizito. Ndio maana Sayyida Fatima alikuwa ni rukun. Ndipo sasa unaweza kuelewa maneno ya mshairi mmoja akisema kwamba Taha huwa al-ma'na wa Fatimu jawharun, Mtume Muhammad ndiye maana na Fatima ni jawharun, laula aliyun lam yakun kufuwan ahad. Kama sio Ali basi Imam Ali alayhi salam asingepata kufuwan. Na anasema Zahra wahidatun wa laysa laha adad, Zahra ni moja na hana idadi, kwamba Zahra ni moja tu, na Imam Ali asingepata Sayyida Fatima basi ingekuwa Sayyida Fatima hana kufuun, kwa sababu yeye ni mmoja, wahidatun wa laysa laha adad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.